Kama jicho lako la upande wa kulia linacheza aidha juu au chini, kamwe usipuuzie, kwa sababu jicho lako la upande wa kulia huwa linatoa ishara zenye nguvu sana za kiroho. Kama ulikuwa ujui, jicho lako la upande wa kulia lina uwezo mkubwa sana wa kukuonesha wewe mwanga, yaani kukuambia ni njia ipi sahihi wewe unatakiwa kupita. Hii huwa tunaita ni intuition. Intuition ina uwezo wa kukuonya kwamba unatakiwa kupita hapa, hapa utakiwa kupita. Na pia kuna uhusiano mkubwa sana kati ya jicho lako la tatu na jicho lako la kulia. Mara nyingi watu ambao wapo katika stage za kufungua jicho la tatu huwa wanaweza kupata ishara ya jicho lao la upande wa kulia kucheza cheza. Kwa hiyo jicho lako la upande wa kulia ni moja kati ya jicho ambalo lina uwezo wa kukuonesha ishara kubwa sana za kiroho. Sasa leo nataka tuangalie ishara zote zinazohusiana na jicho lako la upande wa kulia kucheza, na tutaangalia katika pande zote. Tutaangalia ishara zile za jumla na pia tutaangalia zile ishara zinazohusiana na muda maalum, kwamba kama jicho lako la upande wa kulia likicheza asubuhi, mchana au usiku kuna maana gani. Naomba unisikilize kwa makini sana. Ishara ya kwanza kabisa, ukiona jicho la upande wako wa kulia linacheza, haijalishi linacheza juu ama chini, hiyo inaweza ikawa ni ishara ya kwamba ufahamu wako wa ndani unaanza kuinuliwa au tayari umeshainuliwa. Ufahamu wako wa ndani unapokuwa juu, unakuwa na uwezo wa kujua vitu bila kuambiwa. Kila mtu anao ufahamu wake wa ndani, tunaita intuition, lakini tunatofautiana viwango. Hiki kitu kwa lugha nyingine naweza nikasema ni machale. Nafikiri ulishawahi kusikia mtu akisema fulani ana machale, yaani mtu anakuwa na uwezo wa kuhisi tukio fulani kabla hajaliona, na tukio hilo linakuwa ni la kweli. Kwa mfano, mtu anaweza kusema nahisi mume wangu ananisaliti, au nahisi mke wangu ananisaliti, na kweli ukichunguza unakuta kwa muda huo tukio hilo linafanyika. Sasa mara nyingi sisi katika jamii zetu huwa tunachukulia watu kama hawa kwamba huyu mtu ana machale. Sasa hiyo tunaita ni intuition au ufahamu wako wa ndani. Sasa unapotokewa na hali ya kucheza kwa jicho lako la upande wa kulia, hiyo inaweza ikawa ni ishara ya kwamba ufahamu wako wa ndani umeinuliwa, upo juu. Kwa hiyo wewe ni mtu ambaye unaweza ukawa una machale ya hali ya juu mno. Yaani hata kama mtu anataka kukuibia, tayari wewe umeshajua kabla tukio halijafanyika. Sasa je, ishara hii utaitambua vipi? Kama ukiona jicho lako la upande wa kulia linacheza, angalia upo katika situation gani. Kwa mfano, upo unaongea na mtu, mnakubaliana juu ya jambo fulani, alafu hisia zako zikawa zinakwambia mbona kama huyu mtu ananidanganya, au mbona kama huyu mtu anataka kunitapeli. Halafu hapo hapo ukaona jicho lako la upande wa kulia linacheza cheza, hiyo ni ishara ya kwamba ziamini hisia zako. Hicho unachokiwaza ndicho ambacho kitakwenda kutokea. That is intuition. Au kwa mfano imetokea una safari, kuna mahali unataka kwenda, ghafla ukaona jicho lako la upande wa kulia linacheza cheza. Ukiona ishara hiyo, hebu jifikirie, kaa chini, tafakari. Je, una amani na hiyo safari? Kama ukiona huna amani na hiyo safari, basi usiende. Jicho la tatu linakuthibitishia kwamba ziamini hizo hisia zako. Hisia zako zinakuonesha njia sahihi. Kwa hiyo jicho lako la upande wa kulia linaweza likawa linacheza ili kukuonesha njia sahihi ya kwenda, au kukuonesha mwanga juu ya kitu fulani. Na popote pale linapocheza, ziamini hisia zako. Kama unajisikia vizuri au unajisikia vibaya, ziamini hisia zako. Na pia jicho lako la upande wa kulia linapocheza, inawezekana linakupa ishara ya kwamba kuna watu wanakuongelea au kuna watu wanakuteta, lakini utetaji wao ni kwa mazuri. Wanazungumzia mazuri juu yako. Inawezekana huyu ni mtu ambaye uliwahi kumfanyia mema, au ni mtu ambaye ametokea tu kukukubali. Kwa hiyo huko aliko anataja jina lako kwa mazuri. Au inawezekana ni kikundi cha watu kinajivunia wewe, wanawatangazia watu wengine ni kwa jinsi gani wanakuheshimu, wanakupenda na wanatamani kuwa karibu na wewe. Au pia inawezekana kuna mtu ametokea kukupenda, yani anakupenda kimapenzi. Kwa hiyo anakuadmire, yani huko aliko anakuadmire kwamba natamani niwe na fulani. Fulani ni mzuri sana, ananivutia.
Hiyo yote inapelekea jicho lako la upande wa kulia kucheza cheza, na pale tu atakapomaliza kukuzungumzia na jicho lako linaacha kucheza cheza. Ishara nyingine, jicho lako la upande wa kulia likicheza, hiyo ni ishara ya kwamba sasa ni muda mwafaka wa kushare malengo yako au mipango yako na mtu wa muhimu ambaye unamwamini. Kwa mfano, mume wako, mke wako, watoto wako au wazazi wako. Endapo ukipuuza ishara hii, unaweza kujikuta unaingia katika kupoteza pesa nyingi sana. Na ndio maana hata nilipotoa somo lililopita kuhusiana na jicho la upande wa kushoto kucheza, kuna baadhi ya comment nilisoma, watu wanasema kwamba jicho langu la upande wa kulia likicheza huwa napoteza pesa. Sasa leo naomba nikuweke sawa. Hiyo sio ishara kwamba jicho la upande wa kulia likicheza unapoteza pesa, bali ulikuwa unaambiwa hayo malengo ulionayo au hiyo mipango ulionayo unapaswa kumshirikisha mtu. Kwa kupitia kumshirikisha huyo mtu, utapewa ushauri au mwongozo sahihi juu ya mipango yako. Kwa hiyo bila kupewa huo ushauri au huo mwongozo, unakwenda kupoteza pesa zako. Mara nyingi hii ishara huwa inakuja pale ambapo unakuta mtu ameshaweka siri nyingi sana juu ya mipango yake. Unakuta mtu anafanya mambo mengi sana, amefungua kampuni, amefungua biashara, lakini hajawahi kumshirikisha mke wake au hajawahi kumshirikisha mume wake. Sasa ulimwengu umeshaona njia unayokwenda si sahihi na ufahamu wako wa ndani upo chini sana. Kwa hiyo unahitaji ushauri au mwongozo kutoka kwa mtu wa nje. Sasa ukijikuta upo katika hali hiyo, kama kuna siri ulikuwa unamficha mtu wako wa karibu na wa muhimu sana, hebu anza kumshirikisha. Itakusaidia sana, itakusaidia mno, na inaweza ikakusaidia kusevu pesa nyingi sana ambazo ilikuwa uende kuzipoteza. Lakini pia ishara hii inaweza ikatokea pale ambapo upo njia panda. Inawezekana unasongwa na matatizo mengi sana, lakini una keep secret, unaweka siri, umshirikishi rafiki yako wala mtu wako wa karibu. Sasa unapoona upo katika hali hiyo, alafu jicho lako la upande wa kulia linacheza, hiyo ni ishara kwamba unatakiwa kufunguka. Funguka kwa huyo mtu ambaye unamficha. Utapata usaidizi na unaweza ukapata suluhisho juu ya matatizo yako. Hii ishara mara nyingi huwa inawatokea wanaume. Mara nyingi wanaume ufahamu wao wa ndani upo chini, na pia huwa wanapenda kuweka siri. Ukitaka kugundua hilo, angalia hisia za wanawake. Mara nyingi wanawake hisia zao zinawapeleka katika ukweli. Yaani kitu anachokihisi huwa ni kweli kinakuja kutokea. Hiyo ni kutokana na kwamba sisi wanawake ufahamu wetu wa ndani upo juu kuliko wanaume. Kwa hiyo unapoona upo katika hali hiyo na jicho lako la upande wa kulia linacheza, mtafute mtu yote yule ambaye unamwamini, mshirikishe mambo yako. Utapata mwanga na pia unaweza ukapata suluhisho la matatizo yako yote. Ukipuuza ishara hii, unaweza kujikuta aidha unapoteza kazi, unapoteza pesa, au unaingia katika wakati mgumu zaidi. Na pia jicho lako la upande wa kulia likicheza, hiyo ni ishara ya kwamba unatakiwa kuondoa maumivu au kuachilia maumivu yaliyopo moyoni mwako. Inawezekana unapitia nyakati ngumu sana na zina ujeruhi moyo wako. Sasa wewe umekuwa na tabia ya kujikaza, yaani hulii wala huoneshi kama una maumivu. Sasa jicho lako la upande wa kulia likicheza ukiwa katika nyakati hizo, hiyo ni ishara kwamba unatakiwa uachilie. Achilia vinyongo vyote vilivyopo moyoni mwako, achilia visasi, na pia achilia maumivu. Maumivu unayaachilia vipi? Lia. Hakikisha unalia katika uchungu wote ule unaokujia. Kulia ni moja kati ya njia ya kupunguza maumivu. Kisayansi huwa wanasema kwamba kulia ni tiba ya kwanza ya akili. Kwa hiyo kama unapitia magumu, moyo wako umejeruhika sana, tafuta mahali pa utulivu, ukiwa peke yako, lia sana mpaka uchungu wote ukuishi. Utajisikia nafuu sana. Na pia jicho la upande wa kulia kucheza huwa inawatokea sana watu ambao wapo katika safari ya kuamka kiroho. Kuamka kiroho tunasema ni hali ya wewe kuanza kujitambua zaidi undani wako, na hasa katika upande wa kiroho.
Hili somo la kuamka kiroho ni refu sana na nilishalifundisha katika peji yangu ya Facebook. Kwa hiyo kucheza kwa jicho la upande wa kulia inaweza ikawa ni ishara ya kwamba upo katika safari ya kuamka kiroho. Pia ishara ya jicho la upande wa kulia kucheza inaweza ikawa ina uhusiano wa moja kwa moja na muda maalum. Kama likicheza kuanzia saa 5 usiku mpaka saa 7 ya usiku, hiyo ni ishara kwamba hivi karibuni kuna mtu atakutembelea na kukualika katika party au sherehe yoyote ile. Na pia kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia saa 7 ya usiku mpaka saa 9 ya usiku, hiyo ni ishara kwamba kuna mtu anakuwaza. Inawezekana ni ndugu yako, rafiki yako au mtu wako yoyote yule wa karibu. Na ukitaka kuthibitisha ishara hii, wakati jicho linacheza kati ya muda huu niliotaja, chukua simu, mpigie huyo mtu ambaye unahisi atakuwa anakuwaza. Utashangazwa jinsi ambavyo atakwambia, hivi umejuaje muda huu nilikuwa nakuwaza, au muda huu nilikuwa nakutaja afu na wewe umepiga. Kwa hiyo hapo itathibitisha kwamba hii ilikuwa ni ishara kwamba kuna mtu somewhere ananiwaza. Na kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia muda wa saa 9 usiku mpaka saa 11 alfajiri, hiyo ni ishara kwamba kuna kitu kizuri kitakuja kutokea katika familia yako. Kitu hicho kinaweza ikawa kinahusiana na pesa, mahusiano, kazi au kitu chochote kile ambacho ni kizuri. Kitafanya familia yenu iwe katika hali ya furaha. Na kama ikitokea jicho la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia muda wa saa 11 alfajiri mpaka saa 1 asubuhi, hiyo ni ishara kwamba kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Yaani kila kitu kinakwenda katika njia sahihi. Kwa hiyo kama kulikuwa na mipango mnapanga kuwa na amani, mipango hiyo inakwenda vizuri. Kama kuna kitu kilikuwa kiendi sawa, kuanzia sasa kitakwenda vizuri. Na pia kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia mida ya saa 1 asubuhi mpaka saa 3 asubuhi, hiyo ni ishara kwamba utapoteza kitu chako cha muhimu sana au utapata majeraha, yani utaumia. Sasa hapa inatakiwa uwe makini sana. Kama jicho lako likianza kucheza kuanzia mida hii hapa na wewe ulikuwa una mpango labda wa kucheza mchezo wa bahati nasibu au kujiingiza katika mkataba wa biashara na mtu fulani, inatakiwa uwe makini. Ikiwezekana ahirisha. Hiyo ni ishara kwamba unaweza kupoteza pesa zako. Na pia kama ulikuwa una mpango labda wa kusafiri, alafu ghafla ukaona jicho lako la upande wa kulia linacheza, nikwambie tu ahirisha hiyo safari. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kuja kupata ajali na wewe ukaumia. Na hata kama hiyo safari ni ya miguu, kuna chance kubwa sana ya wewe kuja kuumia. Kwa hiyo ahirisha, panga muda mwingine wa kwenda hiyo safari. Na pia kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia mida ya saa 3 asubuhi mpaka saa 5 asubuhi, hiyo ni ishara kwamba kuna mtu utakuja kubishana naye au mtapigana. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu ambao unakutana nao muda huo au kwa siku hiyo. Kama utakutana na mtu ambaye ana dalili za kutaka kubishana au anaibua kitu ambacho kinaleta mabishano, basi ondoka haraka sana eneo hilo. Haijalishi wewe ni mjuaji kiasi gani, lakini ukionyesha ule ujuaji wako katika situation kama hiyo, hapo kuna uwezekano mkubwa sana wa kuingia katika ugomvi na mtu huyo na mwisho wa siku mkapigana. Kwa hiyo ni vizuri ukajiondoa eneo hilo haraka sana. Na kama jicho lako la upande wa kulia likicheza kuanzia mida ya saa 5 asubuhi mpaka saa 7 mchana, hiyo ni ishara kwamba unatakiwa kujihusisha na ukarimu. Ishara hii utaitambua vipi? Katika muda huo ambao jicho lako linacheza, angalia ni watu wa aina gani unakutana nao. Kama ukikutana na mtu ambaye ana shida au anapitia mateso fulani, basi msaidie, onesha ukarimu kwake. Au kama ikitokea ukapokea mgeni ambaye anahitaji msaada ndani ya nyumba, aidha anaomba umsaidie pesa au anaomba umsaidie chakula, maji ya kunywa, basi mkirimu kwa kadiri unavyoweza.
huwezi kujua ulimwengu utakuletea baraka gani maishani mwako. Kama jicho lako likicheza kuanzia muda wa saa 7 mchana mpaka saa 9 mchana, hiyo ni ishara kwamba utapokea jambo zuri katika maisha yako, lakini ni dogo. Yaani sio kubwa sana, lakini ni zuri. Kwa mfano, unaweza kukutana na mtu ambaye akakufurahisha sana, akakufariji au akakupa ushauri ambao unakuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia mida ya saa 9 mchana mpaka saa 11 jioni, hiyo ni ishara kwamba kuna mtu anakupenda, na upendo huu ni ule upendo romantic. Mtu huyo muda wote anakuwaza na muda wote anatamani kuwa na wewe, na inawezekana mtu huyo kwa muda huo amekuona au anakuwaza. Kwa hiyo kama jicho lako likianza kucheza huo muda, unaweza kupepesa macho yako pembeni na kuangalia, je, kuna mtu yeyote ambaye ananizingatia? Kama usipomuona, basi inawezekana kuna mtu yuko mbali na wewe, anakufikiria na anatamani kuwa na wewe, anahisia na wewe. Na kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia mida ya saa 11 jioni mpaka saa 1 usiku, hiyo ni ishara kwamba rafiki yako au ndugu yako anahitaji msaada wako. Kwa hiyo upatapo ishara hii muda huu, kitu ambacho unatakiwa kufanya, anza kumtafuta mtu yoyote ule wa karibu, aidha ndugu yako, rafiki yako, mke wako, mwanao, mume wako, mpigie simu. Inawezekana simu yako ikawa ni msaada mkubwa sana kwake, na yeye mwenyewe atashangaa, hivi umejuaje kama nilikuwa katika shida hii? Na mara nyingi itokeapo ishara hii, wewe unakuwa unao uwezo wa kumsaidia mtu huyo kwa muda huo hapo. Kwa hiyo ulimwengu umekuchagua wewe ukawe msaada wake. Kwa hiyo unapopata ishara hii ndani ya muda huu, anza kuwatafuta watu wako wa karibu, unaweza kuja kuwa msaada mkubwa sana kwao. Na kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia mida ya saa 1 usiku mpaka saa 3 usiku, hiyo ni ishara ya kwamba bahati isiyotarajiwa ipo njiani kukufuata. Na bahati hii huwa ipo katika upande wa pesa, na ni bahati ambayo kamwe hujawahi kuitarajia. Inawezekana kuna mtu anakuja kukupa pesa, au kuna mchezo wa bahati nasibu uliucheza, sasa unakwenda kushinda kati ya mida hiyo hapo nilokutajia. Kwa hiyo kaa tayari kwa ajili ya bahati nzuri maishani mwako. Na pia kama jicho lako la upande wa kulia likianza kucheza kuanzia mida ya saa 3 usiku mpaka saa 5 usiku, hiyo ni ishara kwamba unaweza kuingia katika matatizo ya kisheria. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini sana na mambo unayoyafanya kwa wakati huo, watu unaokutana nao na maneno unayoyazungumza kwa wakati huo, yanaweza kukupeleka katika matatizo makubwa sana ya kisheria. Kwa hiyo be careful. Kumbuka kwamba katika hii mida ninayotaja haimaanishi kwamba jicho lako linatakiwa liwe linacheza muda wote. Yaani kwa mfano nikisema kuanzia saa 5 mpaka saa 7, basi jicho nalo licheze kuanzia saa 5 mpaka saa 7 bila kuacha. Hapana. Jicho lako hata likicheza kwa muda wa sekunde 2 kati ya mida hiyo hapo niliyokutajia, basi hiyo ishara inaangukia katika muda huo hapo. Na ninaomba nikusisitize, unatakiwa kuwa makini sana katika kutafsiri hizi ishara. Ukiona zile ishara za jumla ambazo nilianza kuzitaja mwanzo wa video hazitimii, basi unaweza kuanza kutumia ishara hizi za muda maalum, au unaweza ukawa unatumia zote kwa pamoja, ukawa unaangalia muda na pia ukawa unaangalia zile ishara za jumla. Na ishara huwa haijifichi, yaani kama imekusudiwa kuja kwako utaiona katika muda mwafaka, wala hutakiwi kuumiza kichwa au kuiwaza muda wote. Yaani kama ulimwengu unataka kukujulisha kitu fulani, basi utafanya kila mbinu kuweza kukujulisha. Hata wewe kutazama video hii, inawezekana ni ulimwengu umekuleta hapa.
tambua kwamba katika kila kitu unachokifanya hakitokei kwa bahati nasibu. Kila kitu huwa kinatokea kwa mipango maalum au kwa kusudi maalum. Kwa hiyo hata wewe hapa hujaja kwa bahati nasibu, umekuja hapa kwa kusudi maalum. Ulimwengu unataka kuzungumza na wewe, na huu ndio ujumbe wako wa leo kutoka kwa ulimwengu. Fahamu kwamba hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wanahitaji mabadiliko na mafanikio katika maisha yao. Kwa hiyo kama umejikuta umeingia katika channel hii kwa namna moja ama nyingine, tambua kwamba wewe tayari si mtu wa kawaida. Wewe tayari ni mtu ambaye una mafanikio. Na kwa jinsi ambavyo unaamini, ndivyo ambavyo vinakwenda kutokea katika maisha yako. Mwanzo wa mafanikio yako ni wewe kuanza kujitambua, kuinua ufahamu wako wa ndani na kuzijua siri za ulimwengu. Ukifahamu vitu hivyo, utaishi maisha mazuri sana hapa duniani na utafanikiwa. Amini, utafanikiwa. Siku zote jitamkie maneno ya ushindi, jitamkie maneno yenye nguvu. Ipo siku hiyo nguvu ya hayo maneno itaanza kukufuata katika maisha yako na kuishi katika maisha yako. Maisha yako yatakuja kuwa ni ushuhuda kwa watu wengine. Kama unaamini hilo, unaweza ukaandika neno amina hapo chini kwenye comment. Nami ninaamini utakuja kufanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video nyingine zinazofuata. Uwe na wakati mwema.